Unajua nini? Kwenye maisha inakupasa ujifunze sana, inakupasa uwe makini sana pindi ambapo unataka kuanzisha maisha, pindi ambapo aidha umetoka chuo ama umetoka kwenu kwenye familia yenu. Sasa unasema mimi nataka niende kujitegemea mwenyewe. Jitahidi sana ifikapo kipindi hicho, kamwe usihitaji kuanzisha maisha na mtu mwingine. Usihitaji kuanzisha familia, usihitaji kuanzisha mahusiano hata ya kawaida tu, kwa sababu elewa, kipindi hicho unachoanza kusema ya kwamba naenda kuanzisha maisha, naenda kuanza kupanga mimi ili nianze kujitegemea, naenda kuanza maisha ya kuishi peke yangu, ndio kipindi ambacho unaanza kujitafuta. Kwa kipindi hicho ambacho unaanza kujitafuta, kamwe usije ukajihusisha na mahusiano, ama usitake kwenda huko na kuanza moja kwa moja kuanzisha familia, ya kwamba ukajiona tayari unaweza ukaanza kumtafuta mwenza wako na kuishi pamoja na kuanza familia. Kwa maana kipindi hicho kuna vitu vingi sana utaanza kupitia. Naelewa ya kwamba kipindi hicho bado utakuwa uchumi wako haujatengamaa, bado utakuwa hali yako ya kifedha ama ya kiuchumi katika kipato chako cha kifedha bado haijatengamaa. Naelewa ya kwamba pindi unaposema ukaanze mahusiano ama ukaanzishe familia, jua ya kwamba tayari mnakuwa mko watu wawili. Kama unakoenda hautakuwa unajihudumia wewe peke yako, utakuwa unamhudumia na huyo ambaye umemkaribisha katika maisha yako. Sasa inategemea huyo mtu uliyemkaribisha katika maisha yako ana uvumilivu kiasi gani, na ikiwa wewe ni mtu wa kutoka ndio ukapate ili urudi nyumbani huyo mtu apate na yeye, ama ili huyo mtu umtumie na yeye kila siku. Ikiwa unaenda unatoka unapata, unaenda unapata na unamtumia. Sasa ikafikia siku ukakosa cha kumtumia, ikafikia siku ukakosa cha kumpa, kuna mawili, akuelewe ama asikuelewe. Na kuna kipindi unaweza ukatoka ukawa unakosa wiki nzima, unaenda, ulipoenda unakosa, ukarudi mikono mitupu. Kuna mawili, akuelewe, akuvumilie au ashindwe kukuvumilia, kwa sababu yeye kashazoea kila siku unapotoka huwa anapata kile anachokihitaji. Unajua nini? Jifunze sana na uwe sana makini katika huo uanzishaji wako wa maisha ama uanzishaji wako wa kujitegemea wewe mwenyewe, kwa sababu sio kila utakayemchukua utakayemkaribisha katika maisha yako atakuvumilia katika hali utakayopitia. Na mwingine huenda hata asikuamini kama unaenda kutafuta na umekosa, na huenda hata akaanza kukufikiria ya kwamba huko unakoenda una watu wengine unaowahudumia na sio yeye peke yake, kwa sababu alishazoea kila unapoenda unapata na unarudi unamkabidhi, na unarudi anajua umepata. Chunga sana pindi unapoenda kuanzisha maisha ama unapoenda kuanza kujitegemea mwenyewe. Usije ukashirikisha mambo mawili, kwamba unaenda kujitegemea alafu unaenda kuanzisha na mahusiano, wakati hali yako bado haijawa sawa, wakati hali yako ya kiuchumi bado haijakaa thabiti, bado haijawa imara. Jitahidi sana kuwa mvumilivu katika hicho unachoenda kukianzisha. Katika hicho unachoenda kukianzisha, jitahidi sana unaenda kuanza mahusiano kipindi tayari uko thabiti katika hali yako ya kiuchumi, uko imara katika hali yako ya kiuchumi, hasa hali yako ya kipesa. Kwa maana maisha ya sasa hayaendi bila pesa, maisha ya sasa hayakai sawa bila ya pesa, na maisha ya mahusiano ya sasa, maisha ya mapenzi ya sasa hayawi imara bila pesa.
Lazima tu kutakuwa kuna chokochoko, kutakuwa kuna maneno, kwa sababu pesa imekosekana katika mahusiano yenu, pesa imekosekana katika mapenzi yenu. Kila siku ukirudi unasema sijapata, unasema nimezungushwa, nasubiria kesho ndio nitapata. Hata kuvumilia siku zote, iko siku utakuja kumwona mbaya, kwa sababu yeye hapati bila wewe kupata, na anategemea wewe ndio kila kitu kwake. Unajua nini? Katika maisha haya jifunze jinsi ya kuishi na watu, jua jinsi ya kuishi na watu, ila kikubwa akili na moyo, hivyo tu.